Ubaya uzidi zaidi pale unapokutana na watu wakiwa na nyuso za Abu Bakr as-Siddiq, lakini nyoyo zao ni za Abu Lahab la'natullahi alayhi. Hii yote ni maisha tunaishi. Sasa usipokuwa na akili timamu za kuutambua ulimwengu namna ulivyo, utapata tabu sana jinsi ya kuishi na watu, kwa sababu viumbe ni wazito sana. Lazima uwe na tools, uwe na nyenzo za kuweza kuresist baadhi ya hujumu zinazokuja. Uzipokee vipi? Wale wabaya wako wanapotunga mambo, wanapofanya mambo, upokeeje? Abu Bakr as-Siddiq alikutana na bwana mmoja siku moja. Abu Bakr as-Siddiq, yule bwana akamwambia Abu Bakr, la asubbannaka bisibabin tadkhulu ma'aka qabrak, leo nimedhamiria nitakutukana matusi mpaka utaingia nayo kaburini. Nani ananiambia hivi? Abu Bakr as-Siddiq. Na kutukana matusi utaingia nayo kaburini. Abu Bakr akasimama akatabasam akamwambia, bal yadkhulu ma'aka qabruka anta, bali hayo matusi yataingia kaburini na wewe, kaburi yako mwenyewe si ya kwangu. Anamrudishia. Angalia hizi ngao za kuweza kuwakabili watu aina hiyo. Kuna watu wengine hawajui zuri unalomtendea. Umempa kalamu atie sign vocha zile achukue hela, kalamu ile anaiandikia matusi ya kukutukana wewe ulomsaidia kalamu. Umempa gongo kwa sababu kiuno chake hawezi kusimama vizuri apate kutembelea, anakupiga nalo la kichwa. Mkono unaompelekea mkate apate kushiba, yeye anaungata. Ni watu wasiojua fadhila za kufadhiliwa, na ni watu ambao hawatobadilika kwa sababu ndani yao ni mahasidi. Mpake mafuta, mtie udi, mbadilishe kwa vyovyote, lakini hatobadilika maadamu ana sifa ya uhasidi. Alkalbu kalbun wa in qalladtahu dhahabun, mbwa atabaki kuwa mbwa hata ukimfunga cheni ya dhahabu, habadiliki kwa sababu cheni yake ya dhahabu asiwe mbwa. Ndio huyo tu. Sasa wewe unapoishi katika ulimwengu kukawa kuna watu sampuli hiyo, jiandae na mambo ya kuweza kupokea na